Kosa la kwanza ambalo watu wengi limewasababishia wafeli vibaya kwenye ufugaji wa kuku wa mayai kibiashara ni kwamba wameanza na mitaji isiyokuwa ya uhakika. Yes. Kuna aina nyingi za kuku. Kama unajiona kabisa mtaji wako ni wa wasiwasi, basi chagua aina nyingine ya kuku kuanza nayo. Ukishapata mtaji wa kutosha ndio uingie kwenye ufugaji wa kuku hawa wa mayai kibiashara, kwa sababu ukiwa na mtaji mdogo au ukiwa na pesa ya wasiwasi ambayo ndio budget ndogo, itakusababishia wewe kuwafuga hawa kuku kwa kuungaunga, hali ambayo itakufanya ufuge bila kuona matokeo sahihi, kwa sababu unapokuwa na budget nzuri kwa maana ya pesa au ya mtaji mzuri, inakusababishia wewe kuwatimizia mahitaji yao kwa wakati, hali ambayo itawafanya wakue bila kuwa na changamoto yoyote katikati ya ukuaji wao. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo watu wanakosea sana ni kuanza na budget ndogo au budget isiyotosheleza, wakiamini kwamba mbele ya safari mambo yatajipa. No. Kwa nini kuku hao ukiwa na mtaji mdogo unaweza ukafeli? Kwa sababu wanachukua miezi 4 mpaka 6 kuanza kukuletea matokeo ambayo unayatarajia. Yaani wanaanza kudondosha yai lao la kwanza kuanzia miezi 4 na nusu mpaka 5. Kila miezi 6 pale ndio linakuwa angalau yai kubwa na zuri linalofaa sokoni lisilokuwa na changamoto yoyote. Kwa hiyo unahitaji pesa ya kuwekeza miezi 6, miezi 4 mpaka 6 bila kupata return yoyote au bila kupata mavuno yoyote ambayo yatakurudishia uwekezaji wako. Kwa hiyo unahitaji kujipanga vizuri kwenye eneo la budget ili usiumbe kwa kipindi cha angalau miezi 6 kutoka siku uliyoweka kifaranga. Hiyo ni sababu ya kwanza inayowafelisha watu, ambalo linawafanya watu wengi sana wafeli au wahisi mradi wa ufugaji wa kuku wa mayai hauwafai. Hawapendi kufanya kazi na wataalamu au madaktari wa mifugo. Unapoamua kufanya ufugaji wa kuku wa mayai, aidha wewe ndio uwe mtaalamu umeamua kufuga, au kama hauna mtaalamu, jitahidi kutafuta mtaalamu au daktari wa mifugo akusaidie kukuongoza ili usikwame kwenye mambo ya kitaalamu. Unaweza ukawa una fedha nyingi sana, unaweza ukawa una banda zuri sana, lakini hauna mtaalamu ambaye anakusaidia kukuongoza kufanya kuongoza kuwafuga hao kuku ili walete matokeo unayotarajia. Unakwepa wataalamu, unatumia uzoefu wako wa mtaani, au unapata tu ushauri kwa watu ambao hawana elimu au hawana utaalamu stahiki ambao utakuongoza kuku walete matokeo unayotarajia, kwa sababu tu ya ubahili wa kumlipa mtaalamu. Mnafanya makosa sana watu unaowekeza. Yaani unawekeza bila utaalamu, unategemea nini? Ni sawa sawa unaendesha gari bila dereva. Unategemea hiyo safari utafika kweli? Huwezi kufika. Kwa hiyo kila kitu kinahitaji elimu na miongozo sahihi. Mnachofanya, mnachokosea mlio wengi, mna pesa, mna kila kitu, mnapata mazuri, lakini wataalamu au madaktari mmewaweka kando, mmewaweka pembeni, alafu mnategemea mpate mafanikio. No. Lakini pia nikiri kwamba kuna baadhi ya wataalamu wanawakatisha tamaa wafugaji kwa kuwa na gharama za utaalamu za hali ya juu sana. Unachotakiwa wewe ni kutengeneza urafiki na yule mtaalamu. Mwambie mtaalamu, mimi ndo naanza mradi, sijawahi kufuga. Hebu nisaidie kulipa miongozo angalau kwa gharama nafuu. Ili niweze kuleta matokeo. Sio rahisi mtaalamu aliyokaa chuoni miaka 2, miaka 3, miaka 5, aje shambani kwako akupe huduma bure. Hiyo sio sawa wafugaji. Leo na kuencourage mfugaji, jitahidi kuboreka, uwe unatumia wataalamu pamoja na madaktari wa mifugo kufanya mradi wako, na hii ni kwa mifugo yote, sio tu kuku wa mayai, mifugo yote. Lakini leo niko kwa watu wanaofuga kuku wa mayai kibiashara. Mtaalamu atakusaidia kukusaidia kujenga banda lililo bora kitaalamu. Umeelewa? Lakini pia mtaalamu atakusaidia kuchagulia breed nzuri ya hawa kuku. Ni kuku gani? Kwa sababu sio kila kuku anafaa kwa mayai. Sio kuku wote ni layers, hapana. Wapo kuku special kwa mayai. Mtaalamu atakusaidia kukuongoza ni watu gani, ni maeneo gani utapata kuku bora wa mayai. Lakini tukipigia simu ndio sasa farm utapata kuku bora wa mayai kwa gharama nafuu sana. Kifaranga wa siku moja utapata kwa gharama nzuri sana. Yes, kwa hiyo hakikisha shamba lako lina mtaalamu ili usifeli kwenye biashara ya ufugaji. Watu wengi hawajengi mabanda yaliyo bora. Wanaweka mabanda ili mradi unaweka kuku labda unaweka kuku 500 600, hapo unaweka kuku kwenye banda lisilofaa. Unategemea upate matokeo? Hauwezi kupata matokeo mfugaji. Ili upate matokeo unahitaji banda bora. Yes, hii ina uhusiano kidogo na sababu iliyopita. Lazima uwe na mtaalamu ambaye atakuelekeza banda bora iwaje. Lakini leo nazungumzia miundombinu inayofaa. Kwanza banda lazima liwe bora, banda liwe kubwa, liwe na nafasi kulingana na idadi. Kama unataka kufuga kuku 500, lazima mtaalamu atakwambia kuku 500 wanafaa banda lenye ukubwa gani. Lakini pia kama unataka kufuga kuku 1000, kuku 1000 kuna nafasi inayotakiwa. Kwa hiyo banda lazima likidhi liwe sawa sawa na idadi ya kuku ambao unataka kufuga. Sio unaweka kuku 1000 kwenye banda la kuku 500, usitegemee matokeo. Unaweka kuku 200 kwenye banda la kuku 500, sio sawa, hauwezi kupata matokeo. Yes, hivyo basi hakikisha una miundombinu bora kwa maana ya banda, lakini ndani ya banda kuna vifaa vya kulia, vya kula chakula kwa maana ya feeders, kuna vifaa vya kunywa maji kwa maana ya drinkers. Lakini pia kuna vifaa kwa ajili ya kutagia. Hapo mradi wako wa kuku wa mayai
Ukizingatia sababu hizo 3 nilizokupa leo, tegemea mradi huo utakuwa na mafanikio makubwa na ya uhakika. Hakikisha shamba lako lina mtaalamu mbobezi katika masuala ya ufugaji wa kuku wa mayai kibiashara. Hapo anaweza kuwa ni mtaalamu wa mifugo au afisa mifugo au daktari wa mifugo. Huyo anakusaidia sana kuhakikisha unapata matokeo yanayotakiwa. Lakini jambo la pili nimesema, hakikisha una miundombinu stahiki, miundombinu inayofaa kwa maana ya banda bora lenye kila kitu ndani yake sawa sawa na mahitaji ya kuku wa mayai. Lakini pia nimesema hakikisha una budget isiyokuwa ya mawaa, isiyokuwa ya kuungaunga, uwe na budget ya uhakika. Lakini nyongeza nayokupa siku ya leo kwa faida ya wewe unayenifuatilia, hakikisha kwamba unapokuwa unafuga unaamua kwanza na idadi inayofaa. Kwa mfano kibiashara, angalau ili kuku wa mayai wakupe faida nzuri, unatakiwa angalau uanze na kuanzia kuku 500, lakini vizuri kuku 1000 na kuendelea wanaweza kukupa return au faida nzuri kwa mwezi. Lakini ukishindwa kabisa, anza na kuku 500. Kama una uwezo wa kuanza na kuku 500, umeshindwa 300, lakini mimi kwa uzoefu wangu mdogo nashauri kama mtaalamu wa mifugo uanze na kuku 500. Kibiashara wanakuletea matokeo mazuri. Kufuga kuku 200, 100 wa mayai, hapo unataka kujifunza na kupata experience na unapata matokeo mazuri. Ila kuanzia kuku 500 kibiashara unaweza kaanza kupata return ambayo itakutia moyo na kuona kwamba mradi wa kuku wa mayai unafaa. Sasa kipindi siku leo, naomba ni comment moja uweze kulike, kusubscribe pamoja na comment. Niambie hapo chini kwenye comment umejifunza nini leo katika kipindi hiki cha ufugaji wa kuku wa mayai kibiashara. Kwa kitu gani umejifunza? Lakini pia tuambie ni changamoto gani ambayo ushawahi kupitia wewe kwenye ufugaji wa kuku wa mayai kibiashara na ikakufanya uweze kukata tamaa, na unawaambia nini wafugaji wengine? Niambie hapo kwenye comment. Lakini pia na mimi nitaweza kujibu na kukusaidia ili uweze kufanikiwa zaidi kibiashara katika ufugaji wa kuku wa mayai kibiashara. Lakini pia kama unahitaji wataalamu watakao kusaidia uweze kufanikiwa vizuri kwenye ufugaji wa kuku wa mayai kibiashara, pigia simu The Sasa Farm tuweze kukupa mtaalamu atakaye kusaidia uweze kufanikiwa kabisa. Kama unataka kuanzisha mradi wa kuku wengi, unahitaji design ya mabanda, unahitaji kujengewa mabanda, unahitaji kudesigniwa shamba liwe na msimamo mzuri, liwe na mipangilio mizuri, lakini pia unataka kufuga kuku wa mayai, mradi wa kuku 1500, mradi wa kuku 20,000, mradi wa kuku 1000, mradi wa kuku 500, piga simu The Sasa Farm ili uwe mkutano na watu sahihi kabisa, wataalamu wa masuala ya mifugo ambao tutakupa huduma hii nzuri kwa weledi na upendo na kwa gharama nafuu sana. Haijalishi uko mbali au uko jirani, sisi tuna utaratibu wa kuhudumia wateja wetu wa mbali na hata wale wateja wa jirani. Lakini pia ukihitaji vifaranga aina zote, piga simu The Sasa Farm uweze kupata connection nzuri kabisa ya mafanikio ya ufugaji wa kuku wa mayai kibiashara. The Sasa Farm tunasema pesa ipo shambani.